Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametokana na ukoo wa Bani Hashim. Ukoo huu umeitwa jina hili kutokana na kurithi jina hili kutoka kwa mzee wao Hashim ibn Abdul Manafi, ambaye ni babu wa pili wa mtume baada ya Abdul Muttalib. Baada ya kusimulia katika sehemu ya kwanza na tukakomea kurejeshwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa mdogo kwa mara ya pili kwa mwanamke mlezi Bibi Halima Saadia kwa ajili ya kuendelea kunyonya, baada ya Bi Halima kumwomba mama yake Mtume Bi Amina aendelee kunyonyesha na kumlea Mtume. Ilichukua takriban miaka miwili mingine tangu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliporejeshwa kwa mama Halima Saadia, kukatokea tukio la ajabu ambalo liliajabiwa na watoto walioshuhudia, pengine hata wale waliosimuliwa katika kizazi kilichopita na hata kizazi cha sasa. Ni tukio la kipenzi chetu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kujiwa na malaika Jibril alipokuwa akicheza na watoto wenzake. Malaika Jibril akamchukua na kumlaza chini, akapasua kifua chake na kutoa moyo wake, kisha kutoa pande la damu akisema, hii ndio sehemu ya shetani kwako. Aliuosha moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ndani ya dishi la dhahabu kwa maji ya Zamzam. Baadaye akaunganisha na akaurudisha pahala pake. Wale watoto wenzake waliposhuhudia tukio hilo walikimbia mbio kwa mama yake na kumwambia, hakika Muhammad ameuliwa. Kwa bahati njema, mara ile ile wakamuona Muhammad anakuja hali ya kuwa amebadilika rangi. Baada ya tukio hili, Bi Halima Saadia alipatwa na wasiwasi na shaka isiyo kifani kwa mwana wa watu na kulazimu kurudi hadi Maka kumrudisha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa mama yake Amina bintu Wahabi, wakati huo Mtume akiwa na miaka 4. Naye Bi Amina, baada ya kuishi na mwanawe kwa muda wa miaka miwili, alimpeleka mwanawe kwa wazee wake katika mji wa Madina kuwatembelea wajomba zake wa mama katika familia ya Banu al-Najjar. Katika safari hiyo, Bi Amina alikwenda pamoja naye Ummu Aiman aliyekuwa kijakazi wa mama Amina na mumewe Abdullahi. Kama haitoshi, Ummu Aiman ndiye aliyekuwa mwangalizi wa Mtume. Inatajwa pia wakiwa huko, Bi Amina, Ummu Aiman na mwanawe Mtume walipata nafasi ya kuzuru kaburi la mume wake na baba wa Mtume aliyezikwa katika mji wa Darul An-Nabigha uliopo Yathrib kwa sasa Madina. Baada ya kukaa Madina kwa muda wa mwezi mmoja, Bi Amina akiwa na Ummu Aiman pamoja na mwanawe Mtume katika usafiri wa ngamia, aliaga familia yake na kuanza safari ya kurudi katika mji mtakatifu wa Maka. Masikini Bi Amina walipokuwa njiani wakirejea katika mji wa Maka, yakamjia maradhi katika hali ambayo hakuweza tena kuendelea na safari yake, kwani maradhi yalichachamaa. Baada ya muda kidogo wa udhaifu na maumivu, hatimaye akafariki dunia katika sehemu iitwayo Al-Abwa, kijiji kilichopo pembezoni mwa mji wa Madina. Hili likawa ni pigo kubwa kwa kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika umri wa miaka 6, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aliachwa yatima asiye na baba wala mama kwa kumpoteza mama yake kipenzi Bi Amina bintu Wahabi, tena katika umri ambao watoto huwahitajia sana mama zao mithili ya kipofu anavyohitajia fimbo au bakora ya kumwongoza njia. Matengano hayo ya mama na mwana yalitokea baada ya miaka miwili tu ya kuishi pamoja kwa mapenzi, amani, raha na buraha tangu alipotoka kwa Bi Halima Saadia. Baada ya tukio hilo ambalo hapana shaka lilitonesa moyo wake Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hasa ukizingatia ladha na utamu wa mama, kwani mapenzi ya mwana kwa mama hayana kadiri wala kiasi. Bi Amina huyu kwa Mtume alikuwa johari ya maisha yake na tegemeo. Hasa angalikuwa mshauri mwema kwake pia katika siku zijazo. Mauti yake ya mapema ilikuwa ni msiba mkubwa kwa Mtume. Bi Amina alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 20 tu. Inatajwa Mtume alipata fadhaha na huzuni ya hali ya juu. Ummu Aiman ndiye mwanamke aliyeshuhudia hali ngumu ya Mtume wakati huo, ambapo ngao yake, faraja yake ikimwacha angali katika umri mdogo wa miaka 6. Ummu Aiman naye alipatwa na huruma isiyo kifani kwa Mtume. Kwa mambo yote na ihsan aliyoyafanya kwa Rasuli Ummu Aiman, itoshe kukumbuka maneno ya Waswahili, ukiona kaigama basi kipo alichoegemea. Katika wakati ambao Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alikuwa na makiwa ya mama yake, egemeo lake lilikuwa ni Ummu Aiman, mwanamke ambaye katika tarehe ya Uislamu jina lake limeandikwa kwa wino wa dhahabu, ishara kielelezo cha wanawake wema waliopata kutokea duniani. Kwa hali hii alimbeba Mtume aliyefadhahika na kurudi naye
katika mji wa Maka hadi kwa babu yake Bwana Abdul Muttalib. Ayman akaanza kumsimulia kwa yale yaliyomtokezea Bibi Amina, kuanzia maradhi ya ghafla hadi kifo chake. Mzee Abdul Muttalib alisikitika mno kwa taarifa hiyo, ndipo akamwamuru Ayman kama sio kumwomba amlee pamoja naye katika nyumba yake kama alivyokuwa akifanya katika uhai wa mama yake. Chambilecho wa Swahili, aliyekosa titi la mama hata la mbwa huamwa. Hakika Ayman alimtumikia Mtume kwa ubora wa utumishi tofauti kabisa baina ya alivyokuwepo mama yake, kwani safari hii alizidisha sana mapenzi kwa Mtume. Aliongeza zaidi juhudi yake ya malezi kwa upendo, alimfunika juu yake kwa upole na huruma. Alifanya hivi kutokana na hofu juu yake na machungu kwa kutengana na mama yake. Alimpa hisia ya kwamba yeye hakuondokewa wala hatokutana misukosuko kwa kufariki mama yake. Inasemwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika siku za mwanzoni, kila mara alipokuwa peke yake alikuwa anakumbuka alipokuwa amesimama kwa kumzika mama yake, na akilini mwake alijiona pia akimkumbuka baba yake ambaye alikufa akiwa tumboni mwa mama yake. Alihisi kuvunjika moyo kila alipomkumbuka mama yake, lakini babu yake Abdul Muttalib alimfariji kwa kumtuliza na kumkumbatia. Hakika alimwonea huruma sana. Kumbukizi ya Mtume kwa mama yake haikuwahi kutoka kichwani mara moja, kwani hata katika umri wake wa utu uzima alikuwa akiyakumbuka yale aliyomtokea kila alipozuru Madina, ikiwemo kuiangalia nyumba aliyokuwa na mama yake wakati huo. Mzee Abdul Muttalib alimpenda mno mjukuu wake huyu wa tunu, mwana wa mwanawe kipenzi Abdillahi. Hata hivyo, bwana Abdul Muttalib, babu wa Mtume, alipatwa na mauko wakati huu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama akiwa na umri wa miaka 8 tu. Na hapa tena Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anapata madhila ya kumpoteza babu yake kipenzi, aliyemfuta machozi wakati wa kulia, aliyemsaidia katika mambo mengi wakati wa maisha yao, hata yale ambayo Mtume yangalimshinda kutenda peke yake. Upweke ukachukua nafasi kwa Mtume juu ya msiba huu, na hivyo upweke ukawa ni rafiki na mgeni wake wa kila siku. Ingawa Ayman alikaza